kazi tena ifanye kazi kweli kweli, na kazi inayoonekana katika hoja zote 39 zilizobaki, na majibu yake yawasilishwe kwa mkaguzi mkuu wa nje kwa ajili ya uhakiki, ili hoja hizo nazo ziweze kufungwa. Na katika eneo hili la kushughulika na hoja, na waomba waheshimiwa madiwani, msicheke na mtu, hakikisheni hoja hizi zinaondoka. Hoja hizi zinachafua heshima ya halmashauri yenu, hoja hizi zinaonyesha hamuwajibiki, na hoja hizi zinaweka taswira mbaya katika utawala bora. Kwa hiyo ni muhimu mnaposhughulika na hoja, hakikisheni hoja zinashughulikiwa na taarifa mnapewa. Na maelekezo yangu ya siku ya leo ni kwamba kila mnapokutana kwenye baraza, swala la kwanza, hata kama liko kwenye ajenda, wawaambie wataalamu wameshughulikiaje hoja katika idadi ya hoja mlizo nazo. Bila majibu hayo, mwenyekiti, hicho kikao hakuna kufanya. Kwa sababu mtakuwa kila siku mnakuja hapa mna viporo vya hoja, mna viporo vya hoja. Ipo siku mtaonekana mmeshindwa kufanya wajibu wenu, baraza litavunjwa. Nadhani lazima hilo mlielewe. Ikionekana baraza haliwezi kufuata taratibu zinazowekwa za kuanzishwa kwake, misingi yake, malengo yake, linaonekana ni baraza hilo halina nini? Uwezo. Sasa mtakubali nyinyi wote baraza hili livunjwe kwa sababu ya makosa ya watu wawili watatu? Hapana. Kwa hiyo mkurugenzi, jipange. Mimi nakuchochea kwa hao jamaa. Nachochea kwa jamaa. Ikija kikao kijacho katika 39 haijapungua hata moja, ajenda ya kwanza iwe nini? Mkija kikao cha pili haijapungua tena nyingine, baadaye fanyeni maazimio kwa watu wote ambao wanaonekana ni kikwazo katika kutimiza malengo ya kuondoa hizo hoja. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya kwenye hili, hakikisha katibu tawala anapokuwakilisha kwenye CMT kule, anawakumbusha wajibu wao wa msingi wa kuhakikisha hizi hoja ni nyingi mno. Hoja 39 wapendwa, ni nyingi mno. Na bahati mbaya kuna hoja hapa za kamati ya bunge za laki. Katika 6 zote mmeshughulika na haki. Mwenyekiti wangu wa halmashauri na mkurugenzi, mkiitwa bungeni kule mnaenda kujibu nini? Si mtawaibisha wabunge wenu? Kwa kwenye hili la hoja nataka niwaambieni, na nadhani Madam Rasi, hawa ndio wana hoja nyingi zaidi. Yaani inaonekana halmashauri ndio ina hoja nyingi zaidi. Sasa msipokuwa na mikakati wazee, na nataka niwaibieni siri waheshimiwa madiwani, mkitaka kuepukana na hoja, zingatieni ushauri mnaopewa na mkaguzi wa ndani kwanza. Mkaguzi wa ndani ndio jicho lenu la hapa. Msipomsikiliza mkaguzi wa ndani, hakuna namna mtakwepa makucha ya mkaguzi wa nje. Sasa mkaguzi wa nje hatakuja na mambo mapya, atakuja na yale ambayo hamkuzingatia ushauri wa mkaguzi wa ndani. Sasa kuna ile tabia, kwa sababu mkaguzi wa ndani tuko naye hapa, tunamchukulia poa tu. Tunakunywa naye chai hapa, tuko naye kwenye CMT, tuko mtu poa tu. Lakini kile anachowaambia msifanyia kazi, mnakuja kuumbuka kwa CAG, mnakuja kuumbuka kwenye kamati ya bunge, Tanzania nzima mnasomwa, nyinyi ndio watu wenye tatizo. Lakini lau kama mngesikiliza ushauri wa mkaguzi wa ndani, maana yake hoja nyingi mngezimaliza bila kufika kwa CAG. Sasa CAG anawaambia na bunge linawaambia. Ninyi sasa mmeshakuwa na tatizo la kitaifa. Na mnipigie makofi, nimewaambia ukweli.